Habari mhasibu wetu wa halmashauri. Karibu tufuatilie pamoja mwongozo mfupi wa mfumo wa malipo wa M-Mama. Mwongozo huu ni nyenzo muhimu iliyoandaliwa mahususi ili kuboresha matumizi ya mfumo wa malipo wa M-Mama unaohusisha NEMS, MUSE na benki mtandao, yani internet banking. Hatua hizi zitakupa fursa ya kutatua changamoto mbalimbali za kiutendaji, kuboresha usimamizi wa fedha na kuunganisha mifumo yetu, hivyo kuimarisha ufanisi na uwajibikaji ndani ya mfumo wa usafiri wa dharura wa M-Mama. Kaa tayari kufuatilia hatua zote za mwongozo kwa makini na chukua hatua stahiki kuelekea ubora na ufanisi katika utoaji wa huduma za M-Mama ili kuokoa maisha ya mama mjamzito na mtoto mchanga wakati wa dharura. Kabla ya kufahamu mtiririko wa hatua za malipo katika hatua za kitaifa za matibabu ya dharura, yani NEMS, ni vema ukafahamu changamoto kadhaa ambazo wahasibu wa halmashauri wamekuwa wakikabiliana nazo, hasa katika kuelewa mfumo uliounganishwa na jinsi unavyofanya kazi. Mojawapo ni uelewa hafifu wa mfumo uliounganishwa ya malipo. Wahasibu wanahitaji kuelewa vizuri jinsi mfumo mbalimbali ya kifedha ilivyounganishwa katika mchakato wa malipo ya M-Mama. Changamoto hii inaweza kusababisha mkanganyiko katika mpangilio wa hatua na makosa katika kuhamasisha taarifa za malipo. Changamoto nyingine ni tofauti za taratibu za malipo kati ya halmashauri ambazo husababisha changamoto kubwa. Mwongozo huu umelenga kutoa mtiririko wa hatua kwa hatua ili kuboresha mfumo wa malipo kupitia NEMS. Tafadhali fuatilia hatua zifuatazo kwa makini. Katika mchakato wa malipo ya M-Mama, mhasibu wa halmashauri una jukumu muhimu la kuhakikisha kwamba madereva wa jamii wanalipwa kwa wakati baada ya huduma za rufaa za dharura kukamilika na kuidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Mchakato wa malipo unahusisha mifumo mitatu muhimu ya kifedha, yani NEMS, ambapo maombi ya malipo hupokelewa na kuanzishwa; MUSE, ambapo malipo huchakatwa ndani ya mfumo wa usimamizi wa fedha wa serikali; na internet banking, ambapo uhamisho halisi wa fedha kwenda kwa madereva wa jamii hufanyika. Ili kushughulikia madai ya dereva kupitia mfumo wa M-Mama wa mtandao, yani web application, unapaswa kufuata hatua zifuatazo ili kuchakata malipo. Fungua kivinjari cha internet na tembelea nemsportal.mama.moh.go.tz. Katika ukurasa wa mwanzo, weka jina la mtumiaji, yani username, na neno la siri, yani password, ili kuingia kwenye mfumo. Baada ya kuingia kwa mafanikio, chagua sehemu ya M-Mama ili kuendelea kutumia mfumo. Na sasa tutapitia hatua kwa hatua katika kila mfumo, yani NEMS, MUSE na internet banking. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye mfumo wa NEMS. Ingia kwenye mfumo wa NEMS kwa kutumia jina la mtumiaji na neno la siri rasmi ulilopewa na halmashauri au msimamizi wa mfumo. Baada ya kuingia kwa mafanikio, utaona ukurasa mkuu wa mfumo, yani dashboard, inayoonyesha moduli mbalimbali ikiwemo moduli ya malipo ya M-Mama. Hatua ya pili, kufungua maombi ya malipo yaliyoidhinishwa. Mhasibu, nenda kwenye sehemu ya malipo, yani payment section, ambapo utaona orodha ya maombi ya malipo ya madereva wa jamii ambayo tayari yameidhinishwa na mganga mfawidhi wa kituo cha afya. Katika hatua hii, unapaswa kukagua kwa makini taarifa za malipo, ikiwemo jina la dereva, taarifa za safari, kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo, pamoja na kituo cha afya kilichoidhinisha dai. Hatua ya tatu, kuhakiki taarifa za malipo na kupakua risiti ya malipo ya safari. Kabla ya kuanzisha malipo,
Mhasibu unatakiwa kuhakiki kuwa taarifa zote za malipo ni sahihi na ya kwamba dai limeidhinishwa ipasavyo. Pia unapaswa kuhakikisha kuwa hakuna madai yanayojirudia, yani duplicate claims. Kiasi cha malipo ni sahihi na nyaraka zote muhimu za uthibitisho zipo. Baada ya uhakiki huo, mhasibu utapakua risiti ya malipo ya safari, yani Journey's Payment Receipt, kwa ajili ya kuambatisha katika mfumo wa MUSE. Yafuatayo ni mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kuchakata malipo kupitia mfumo wa NEMS, yani DUS. Kwanza, ingiza taarifa za malipo kwa usahihi katika NEMS unapotafuta risiti, ikiwemo taarifa za mnufaika. Ya pili, hifadhi risiti ya uthibitisho wa malipo kutoka NEMS. Na ya tatu, chakata malipo kwa wakati ili kuepuka kucheleweshaji wa malipo ya dereva jamii. Zingatia taratibu za usimamizi wa fedha za serikali wakati wa kuchakata malipo. Mambo ya kuepuka kwa mhasibu wakati wa kuchakata malipo kupitia NEMS, yaani don'ts. Ya kwanza, usichakate malipo bila idhini sahihi kutoka kwa maafisa walioidhinishwa. Ya pili, usiruke au kupuuza taratibu za kifedha au ngazi za uidhinishaji zinazotakiwa. Ya tatu, usicheleweshe kuchakata malipo bila sababu halali. Na ya nne, usichakate malipo yanayojirudia kwa safari ile ile.